hiyo purple flower ukishachukua nao iko unga, ukoroge, ukipiga tu ile zile mapafu. Sasa venye nilipiga hadi yani nimekaa tu chini hivi, machozi natoka, makamasi natoka. Na ni nduru tu, kwanza ni nduru. Wewe kidogo kidogo unaanza tu hai. Pole pole. Sasa unajua unapiga nduru hapo uko peke yako. Unaona tu watu wakienda hivi. Lazima uanze kuona vitu zinapita. Vitu zinapita. Hadi hiyo kuna unajikangura, mwanzo kudondoka na mate kwa mdomo. Yaani unaona kuamka uko kwa slow motion, ile unaamuka unadhani umeshaamka lakini bado umekaa. Yaani bado uko kwa slow motion. Unaona unatembea kwa haraka lakini kudogodogo. Hadi kucheka unacheka tu peke yako. Wewe uko tu hapo unacheka peke yako. Na unatembea ukicheka tu. Alafu kuna best yangu fulani, yeye alikuwa anajidunga. Na kijidunga tu unaona design nyingine anaruka ukuta. Nasema hapa na bado hajatoa sindano kwa mkono. Ulikuwa unatumia drugs gani na gani? Skanka na purple flower sasa. Nilikuwa napiga. Hizo ndio addictions zilikuwa zinanimaliza. Mimi nilianza nikiwa na miaka 8 nikivuta. Nini inafanya watoto wadogo wanajiingiza kwa drugs? Kuachanishwa na wazazi. Ama mzazi akose kupeana ile mahitaji. Unajua kuna mahitaji mtoto anataka kama ile love and caring. Sasa kama wewe ni mzazi umekosa kupea mtoto wako vitu kama hizo. Ndio si kila kitu anga ni hela. Kama ni hiyo love and caring umempea mtoto, maybe anaweza ridhika. Na kama hujampea hivyo, hujamchunga, unamwacha tu anazurura. Unajua ataona yeye pia amekosa, na kiona watoto wengine ni kama wanapata hiyo. Hadi mimi naona tu nilikuwa nakosa juu. Sioni kama kuna mse alikuwa ana tend to care about me. Venye nilikuwa mdogo huko Ushago, mamangu alinichukua akanipeleka kuishi na mtu hapo Mombasa. Unajua mimi nilikuwa naishi naye, sikuwa namjua. So unajua mamangu aliporudi hivyo Ushago, huyo mtu naye alikuwa Mkisii. Kuna venye alikuwa ameanza kudai hapo kwa nyumba akisema sijui ati mbona analetewa mtoto mwenye ajui, mbona akae na mtoto wa mtu. Sasa akaanza kuniwekea maisha inakuwa ngumu, mara mimi ndo nachonga, siendi shule. Ananituma masigara, alafu kuna yeye walikuwa wanakunywa sijui busa hiyo. Mimi ndo natuma nanunua. Kuna imefika hadi kiwango ile ananivutisha hadi sigara. Hapo ndo nimeanza kujua kitu inavutwa hivi. Nilikuwa mimi ndo nikinunua lazima mimi ndo kiwashe ndapige. So unajua nikaona maisha mimi siwezi hapa hivi. Nikawa natoroka, naenda naficha kwa majirani. Baadaye anakuja ananichukua. Akinichukua tu mwanzo ni kiboko aje hiyo siku. Mwanzo kuna kitu mbaya kama sana kutengeneza. Alafu food pia unakosa. Amesha kutengeneza tu hivyo. Wewe ndo utapika kwanza. Na uonji, wewe harufu ndo inakupiga. Ukimaliza unamchukulia tu masigara, wewe ndo unamwashia. Wewe alafu unarejea kutengeneza mawe. Wewe unaweza feel aje hiyo kitu? Wewe kitu ukikula mingi, labda umeonja hiyo busa yake. Nebu niambie tu busa sasa ile rejuvenation ikitake place imesha digest huko. Usikie tu hewa ikirudi juu. Hiyo ndio kenye wewe umeshiba na hiyo gases. Kweli alikuwa anakupigisha mbusa? Si busa nilikuwa na. Sasa si wewe ndio kitumwa, lazima wewe ndio utaonja kwanza. Mkisii. Mimi na regret tu nile. Hiyo niseme tu ningepewa personal sister in love. Hiyo maisha ingenipata. So ndo mamangu aliporudi Mombasa tena hivyo akanichukua, akanipeleka kwa sister yangu sasa mtaa yenyewe Kisauni, mtaa wa Uni. Sasa nilipoingia huko ndo nikapata sasa vitu bangi nziko. Sasa mimi nikaona life ndio hiyo. Kama hiyo skanka yenyewe, sasa hiyo skanka na purple flower. Hiyo ndo sasa nilikuwa naipendelea juu. Kuna venye ukipiga hadi unatupa mbao aje. Yaani unapiga design nyingine hadi ukianza kudondokewa na mati. Yaani kazi yako tuko Sasa mimi nilikuwa naona inanitolea stress aje. Mom naongeanga sasa. Do you meet with mom? Naongeaga naye. Niko huko naongeaga naye juu. Hata although anasemaga ati mwanamke unajua mwenye amekuweka tu amekubeba tumboni for 9 months. Hata kufanyia aje still anakupenda.
That's right. Maybe kuna kitu maybe kuna njia alikuwa naona inaweza nifaulu kimaisha hadi nipate, lakini haikuingia. Maybe kuna bad luck ili take place, lakini bado ananipenda hivyo. Juu hadi mimi hata kama nilifanyia hivyo still namlove, hata sizeka hata juenda alinizaa. Unakipasuki ya kwa bukla zile madiskule ni kama zutu bishaka muturata. Angalia nyonyo hivi jo, naona jo ni ya yela mbani inaweza toka na hapo nje jo utastuka. Toka na hivi jo kwa light jo pasi hata mdemu wezi msindikisha. Sasa ushaiteka, ushaipiganisha. Ushaipiganisha. Sasa ni ngore mbaya ndio unampeleka unamuonesha ondokea. Kwanza watu wang'ang'o kwanza hao kwanza muhurumia sana. Napata dozi amekana kitu kingine imeumbeka na ameikumba vibaya sana, unashindwa ni nini bwana. Wametokoka mbaya sana kwanza, unashindwa chamjo kwanza ni blanda. Nafanya pia unakani kama mtu umezeeka, unakani kama uko na miaka 60 na uko na miaka mbao na kitu. Do you think pia pombe inafanyanga mtu anapoteza hiyo brightness, hiyo werevu? Asi ndio nasema unatuparada. Unajipata hata umesahau vitu zingine, unaweza fanya hata kitu leo kesho kiambia mpaka unakaa hivyo unashindwa. Ni mimi nilidu hiyo kitu. Na niwe ulifanya tu ni mastim zako tu zilikuwa nini? Do you think when unakunywa hizi pombe uko na mabeste wa ukweli wale wamekusurround? Ama wale unakunywa nao ni mabeste wa ukweli? Si mabeste wa ukweli. Dunia ndio watakutupanisha. Wakupelekea kwa vitu zingine haziwezi. Hakuna mtu anataka kuona ukisucceed. Watu wengine hapa pia ni swara hapa nje. Unaweza kupiwa uko na shughuli yako, kitu inaenda kuiva mahali. Alafu mchapie jo unapata kidogo umeblanda, ama anapata anakutupesha rada hata labda kesho komboka ndio nakata umeenda kupiga luta yako hiyo, kesho tena wingiera. Madhara 2 ama 3 umepata ya pombe. Nimepoteza mboka kazi. Twingine inafanya hata unahofia tu kimwili, mwili yako uko venye unafaa kuwa. Do me I think do ndio steam ukakuaga wewe unakula ama unakunywa supu nayo, at least itakusaidia kibodi. Yaani unasikiaje uko na afya. Kwa hivyo haisaidii tu, pia nimeharibu do mingi sana. Sasa ningekuwa na kibungalo labda kiango mahali. Ilifikaje ukaanza kuuza pombe? Nijipata tu sikuwa na kazi, nikaitwa hapo. Nikajipata nimeingia hapo, nikaanza saa kuziuza. Yeah. Ni mambo gani ulikuwa unapatana nayo kwa hiyo job when ulikuwa unauza hizo ma spirit? Kushikwa ilikuwa ni daily, ni kama anytime unaweza shikwa. So hata kushikwa iko anaona big deal. Kila time ni kushikwa nini. Kuna msota muzee uone ile design anatetemeka, ama unaona hii hata kama ni pombe, hii si maisha yake yani. Sana uko hapo sasa kutoa hiyo kitu kwa akili ulikuwa unajipata hata umeanza kunywa, unakuwa uko high hadi wewe. Ukiuzia mtu bado lazima ukue umejichanganya kidogo kichwa kiasi. Sasa ukikunywa bado kusumbuana na watu, bado vita ilikuwa yani ungenikosa na dent. Juu ya kusumbuana tu na watu hivyo. Yeah. Ungeambiaje vijana kuhusu mambo ya pombe na drugs? Mimi naambia kuhusu pombe na drugs, hakuna mahali za kupeleka. Church inasaidia sana. Basi unatu advice, unatuelekeza kwa njia ya Mungu. Hapa napata love. Sasa hii kanisa kitu ya kwanza nilisikia tu hakuna judging. Mwanzo nilibambika chika hakuna judging. Inamaanisha unaweza kuja na hizo nguo zako zenye unakuaga nazo. Na hakuna msaada kujudge. Yeye ni msebada ana love watu. Yeye Kenya anataka ni ku draw you to closer to God. Hiyo ndio Kenya msana anataka. Kasema tu wacha mimi pia nijipe kwa Mungu. Ndio mse kama ameamua tu akupende jinsi ulivyo, na ni ngumu sana kupata mapasi mwenye anaweza kupenda hivyo. Wacha mimi nijipe. Toka nijipe mimi naona tu benefit nyingi. Sasa mimi kitu cha kwanza naona tu hizo teachings za Mungu. Mwanzo naona zinanifungukia ndani.
naendelea kukuwa rooted in Jesus Christ. Naweza ambia mavijana wenye hapo nje, manze life ya drug ama life ya crime, manze hizo life si poa. We come church tujue Yesu. Wenye moto wetu tunasema drugs is not the way, alcohol is not the way, prostitution is not the way, God is the only way. Niko na kitabu hapa nimeandika, ni kitabu ambao ni historia yangu. Kitabu hiki huwa ninauza 1,000 na kitabu hiki kinanisaidia kusaidia watu katika kanisa yangu, kusaidia vijana, kusaidia watoto ambao ninalisha. Ningetaka sana uninunulie hii kitabu. Ninaiuza tu 1,000. Tunaiuza kwa maduka hapa Nairobi na pia iko katika ofisi zetu pale Baba Dogo, na pia unaweza inunua kupitia hiyo link ya bio na utaweza kupata hiyo kitabu, na unaweza nunua zaidi, maana ni ya kubadilisha maisha ya vijana na watoto. Na vijana ambao unaona hapa, wengine wanaweza taka kwenda driving school, wanataka kwenda driving school, wengine wangetaka kusoma. Na pia niko na mahali ambapo ninaanzisha workshop ambao nataka kuempower maisha yao. Nataka kuweka kazi ya welding pale, kazi ya barber shop pale, kazi ya car wash pale, na pia ya carpentry mahali pale, ili tuweze kuempower maisha yao. Kwa hivyo nakukaribisha tu uweze kunisaidia tubadilishe maisha yao, ili watoto wetu wasikufie kwa drugs, kwa crime, kwa prostitution na kwa pombe. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umebarikiwa. God bless you. John 14 verse 6 inasema Yesu ndiye njia, ukweli na uhai. Nataka encourage every one of you ambao unanisikiza leo ya kwamba you need Jesus. Wewe unapata Yesu, unapata njia katika maisha yako, na unapata uhai katika maisha yako, na pia unapata ukweli katika maisha yako, ya kwamba maongo ya shetani hayatafanya kazi katika maisha yako. Tunaishi dunia ambayo iko na maongo mengi, na maongo ambayo pia inakaa ukweli. Unakuta mahali ambapo unaambiwa drugs, ukivuta drugs itakusaidia, ukivuta bangi itakusaidia, ukikunywa pombe itakusaidia, ukiwa kwa crime itakusaidia. Lakini haya ni maongo kutoka kwa shetani, ili maisha yako iweze kukatizwa kabla ya wakati wako, ili uweze kukufa premature death. Na ndiposa tunakuencourage na tunakuita umpende Yesu, umjue Yesu, maana Yesu ndiye ukweli. Wakati uongo unajitokeza, Yesu atakusaidia vile utaovercome hiyo uongo, kwa sababu Yesu si muongo, Yesu ni ukweli. Barikiwa sana.